na wakubalike katika hiki wanachokitoa kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ni hai, amen. Naomba uinue wewe nao wa sadaka. Nataka niombe kwa ajili ya sadaka yako. Inua bahasha yako ya sadaka. Bwana Yesu, ninakubariki kwa ajili ya sadaka za watoto wako ambao Mungu ameziandaa kuja kukupa wewe Mungu. Ninaomba zipate kibali kwako Jehova, na kisha Mungu wa mbingu na nchi na wao wenyewe wapate kibali kwako, kwa kuwa ndiwe Mungu pekee uliye mkuu katika maisha haya, na hakuna Mungu mwingine astahilie katika mambo yote siku zote, mchana na usiku. Naomba kibali chako, naomba nguvu yako, naomba utembeo wako ukawepo ukiambatana na kila mmoja ambaye Bwana na kutolea kwa uaminifu sehemu katika mapato yake uliyompa Bwana katika juma hili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, amen. Karibuni. Anzeni kutoa watu wa sehemu ya 10. Baba
jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu aniweke na kutenda mambo makuu. Ninaita neema yako Bwana, usimame katikati yetu katika siku za mafunzo. Ninaita neema yako Jehova, usimame upande wetu katika fadhili zako. Usimame katikati yetu katika neema nzuri. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako na fadhili zako ziweke mahali hapa katika utukufu na nguvu. Damu yako na fadhili zako Bwana wa majeshi ziweke kikamilifu mahali hapa katika baraka za pekee. Uwepo wako usimame mahali hapa, nguvu yako usimame mahali hapa, mamlaka yako usimame mahali hapa, fadhili zako usimame mahali hapa, utukufu wako usimame mahali hapa, kwa ajili ya pendo kwenda Bwana, pendo lenye nguvu na fadhili, wakati unaojaa siku zote mchana na usiku, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, kusawashi. Zungumzia somo la maonyo. Siku ya leo tutazungumzia somo la maonyo. Amekwisha kuwa mchana, tukubaliane na hali halisi ya matokeo ya katika ibada yetu. Tukubaliane na matokeo ya hali halisi ya ibada yetu. Tutanivumilia kwa muda mfupi sana, lakini kile Mungu anachotaka aseme na wewe kipate kueleweka kwako na kupata kibali sahihi. Maonyo ni nini? Maonyo ni ushauri anaopewa mtu au watu. Maonyo ni ushauri anaopewa mtu au watu. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Maonyo ni ushauri anaopewa mtu au watu. Anashauriwa kwa ajili ya maelekezo ya maisha yake au jambo fulani, ili aweze kulifanya akae sawa katika eneo hilo, sawa sawa na ushauri. Maonyo vile vile ni tahadhari ambayo mtu anapewa au watu wanapewa. Maonyo ni tahadhari ambayo mtu pia anapewa au watu wanapewa, kwa sababu ya jambo lile ambalo lililopo au analoendelea nalo lisilokubalika, anapewa tahadhari kwalo. Ni maonyo. Maonyo yaweza kuja kwa tahadhari, yanaweza kuja kwa ushauri. Jina Bwana libarikiwe sana. Na mtu anapotekeleza maonyo anaitwa mtii, na mtu asiyetekeleza maonyo anaitwa mkaidi. Shilingi huwa ina pande mbili, na huwa napenda kusema pia Biblia ina sura mbili, au Biblia ina kurasa mbili. Ukurasa wa kwanza ni baraka, ukurasa wa pili ni laana. Sura ya kwanza ni uzima, sura ya pili ni mauti. Biblia ina kurasa mbili au sura mbili. Kwa mwanadamu amepewa uchaguzi. Baada ya kupewa ushauri au maonyo, anapewa sasa achague akae katika sura ipi au ukurasa upi aishi kwa huo. Na kila sehemu ina majawabu baada ya hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Maonyo, narudia tena kusema kwamba ni ushauri au na vile vile ni tahadhari mtu anayopewa. Ndugu mpendwa, kwamba maisha yako, hii njia unayoiendea, unapoipita kule mbele kuna hatari. Kwa hiyo tafadhali au jihadhari usiipite. Afadhali umepita njia hii, ni salama kwako, utasafiri salama, utafika salama.
safari yako itakuwa njema. Lakini endapo utaipita njia hii, huko mbele utakutana na hatari. Aidha kuna simba, kuna wanyama wakali, kuna nyoka, kuna wadudu, kuna miiba, kuna mawe, kuna michongoma, kuna vitu ambavyo ni vya gharika. Huwezi kuwa salama utakapoipita hiyo njia. Tafadhali ungepita njia hii. Sasa utakapokaidi, yatakayokupata ni juu yako, kwa sababu ulipewa tahadhari au ulipewa ushauri. Jina Bwana na libarikiwe sana. Jina Bwana na libarikiwe sana. Katika masuala ya kiroho, Mungu wa mbingu na nchi alipomtuma mwanawe Yesu Kristo ulimwenguni, alikuja na ujumbe wa kuelezea mambo makuu mawili: kwamba mwanadamu ashike uzima awe nao tele. Asipoushika uzima, yeye amepotea. Kwa hiyo badala ya uzima ni upotevu. Hakuna njia nyingine. Mungu hana njia tatu alizozitoa kwa mwanadamu. Ndio maana kitabu cha Ufunuo kikasema, sura ya 3, akasema ni heri ungekuwa baridi au moto kuliko kuwa vuguvugu, kwa sababu hakuna njia tatu. Hakuna milango mitatu. Kuna milango miwili tu ya mwanadamu, na mlango mmoja wala hakukusudiwa mwanadamu kuingia, ila mwanadamu anaingia kwa jeuri yake, kwa ukaidi wake. Mlango ni mmoja tu ambao mwanadamu amepewa kuingia, lakini kwa sababu amepewa uchaguzi, bahati mbaya wengine wanachagua vibaya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tusome katika Mithali sura 29 mstari wa kwanza. Mithali 29 mstari wa kwanza. Mithali 29 mstari wa kwanza. Naam. Biblia inasema, aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla. Aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Wala hapati dawa. Amen. Kuna ugonjwa usio na dawa. Haleluya. Kuna ugonjwa usio na nini? Dawa. Ni kwa yeye aliyeonywa mara nyingi, halafu akashupaza shingo. Hakuna dawa, ni malipo tu, sawa sawa na matendo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwepo waziri mstaafu, alikuwa anaitwa Lowassa. Kuna kipindi fulani akakutana na Kasheshe pale bungeni, wakati alipopata nafasi ya kusema siku hiyo ya kwanza ya kujieleza baada ya mambo mazito ya Richmond. Wakati ule aliongea sentensi moja sana, ninaikumbuka. Anasema ukiona ngoma inavuma sana, inavuma sana, inavuma sana, unajua mwisho wake inataka kupasuka. Unajua ile mwisho inataka kufanyaje? Ukiona mtu kaoga sana, kaoga sana, kaoga sana, alafu asikie, unajua anataka kufa. Unajua anataka kufanyaje? Unajua anataka kufanyaje? Unajua anataka kufanyaje? Sasa Biblia inasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo yake atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Kwa lugha nyingine, mtu huyu amegeuka, amekuwa mkaidi, wala hataki kusikia. Kwa maonyo hasikii. Nikaja nikasikia mtu mmoja mitaani alikuwa amependa jambo fulani kulifanya, lakini lile jambo ni hatari kwake. Akawa naonywa kwamba aliache. Yeye hataki, kwa sababu kwake ni kama burudani, kwake ni kama furaha, ndio mfumo wake aliojitengenezea. Akatoa majibu akasema, ni heri hata hizi kufia kwenye kidonda kuliko umtoe umfukuze wakati anaona ndio chakula chake, kwamba yuko tayari kufia kwenye nini. Na hizi anayefiaga kwenye kidonda na kuoga kama zezeta. Unataka kuona anakuwa kama nini? Yaani akili zimeshaisha kama zezeta fulani hivi, alafu ndio unampigia hapo unamuua kwenye kidonda hapo. Hata hawi mjanja kuruka kama umbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alishaona hapa ndipo mahali pake alishopawekea. Hana tumaini la mahala pengine atapata chakula, atapata kuishi,
atapata kula, ijapokuwa ni mahali hatari. Amesha saini kwamba ni aheri bora nifie hapa. Huyu mtu ndiye ambaye anasema hapati dawa. Hapati nini? Hapati nini? Hapati dawa. Kwa sasa ameshaamua. Alionywa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, hasikii. Paulo akasema sasa mtu hata mkimwita akaonekana na matatizo, mkamwita mkamwonya mara ya kwanza hataki kusikia, mkaita baraza hataki kusikia, sema mwiteni mpagani tu. Mwiteni tu mpagani. Bwana Yesu sana. Huyu sasa huko kama ni Mungu atajua yeye huko atashughulika naye vipi, lakini wewe umemaliza kazi yako uliyotumwa na Mungu kufanya kwa ajili yake. Wakati fulani huwa wazungu ninawafurahia sana, na wakati mwingine huwa ninachukia mambo yao, lakini maeneo ninayoyafurahi ni haya. Acha nielezee haya ambayo huwa ninafurahi kwa wazungu. Mzungu anaweza akakuajiri kwenye kiwanda chake au huko kwenye maeneo yake ya kazi, akakuona unakosea, akakutazama, akakuacha unaendelea. Halafu baadaye atakufuata kwa upole, atakwambia hapa acha usifanye, hapa acha usifanye, usifanye. Halafu atakuacha. Halafu wewe utaona amezungumza kwa upole, amezungumza hana jazba, amezungumza hana ukali, amezungumza hana focus. Unaendelea, kumbe anakuona unapoendelea. Anakuona na kuacha, unaendelea tena, anakuacha tu, unaendelea, anakuacha tu. Kitakachotokea mwishoni, anakuita, anakuambia sasa umekuwa unafanya moja, ukafanya mbili, ukafanya, nilikwambia acho, tukaacha, sasa hapa basi wewe nenda. Ni tatizo dogo tu. Si ulikuwa unalifanya kama unaona dogo. Ulifikiri hatukuona, ulifikiri hatujui, lakini sisi tulikwambia. Ulichukulia kawaida kwa sababu ulikuwa huoni kama mtu anasema kwa nguvu. Watu wengine wanafikiri jambo la kuacha ni lile mtu alilofikiwa akakaribiwa, acha, sirudie tena. Acha hata lile unaloambiwa kwa upole. Mpendo, hebu sirudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio unayoifanya sio. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Sijui mnanielewa ninachokisema. Aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Kwa nini dawa isipatikane mapema wakati unapoonywa mara ya kwanza, mara ya pili? Kwa nini dawa? Dawa ipo kwa wakati wa kwanza. Dawa ipo wakati wa mwanzo. Dawa ipo kipindi cha mapema. Lakini kinapoendelea kwa ni kipindi kingine, dawa hakuna. Maana jeuri yako imeenda.